Tuje. Ndugu wangu uko sawa? Basi hapo hapo. Shetani mkubwa wewe. Uliokosa fadhila. Matatizo yote ambayo napitia kwenye maisha yangu, chanzo ni wewe. Kwa ushauri wenu na kipumbavu. Hata msingenishauri mimi kumwoa yule mwanamke, singepitia hizi changamoto kwenye maisha yangu. Iweje mnanitafuta? Kwa nini mnanitafuta? Mdogo wangu, huu sio muda wa kulaumiana tena. Nyumbani washajua umeshapoteza maisha muda mrefu sana. Kwa hiyo, naomba twende nyumbani. Tuondoke. Shapa. Sikiliza bwana wewe. Mimi nishafanya kazi yako kukuletea mwili. Lakini endelea kusisitiza. Sheria ya ushindi wa mezani lazima itumike. Usikade mtu akasusia mechi akakimbia. Kijibu. Kifudiko twende, my dear friend. Twende. Madinga. Kunjo mara moja. Kumbe ni wewe? Sijakufahamu kabisa. Ni mimi. Nilikuwa sijakutambua kabisa. Ndugu yangu, ndo kama mnavyoona. Kama wenyewe unajua majanga naopitia, kwa ndo maana unaona natembea hadi nimejifunika. Mbona umechelewa kurudi? Na vipi kuhusiana na kazi niliyokupa kufuatilia kuhusiana na yule mwanaume? Kajinyonga au vipi? Nimefuatilia. Nimegundua kweli kumbe yule mwanamume kajinyonga. Unasema kweli Madinga? Ndio. Sikiliza Mandinga. Mimi kuna mtu nimeongea naye, amenipa taarifa juu yule mwanamke. Amenielekeza sehemu ambayo yule mwanamke kaenda kujificha. Kwa ndio maana mimi nimetoka nyumbani naenda huko kumfuatilia ndugu yangu ili nipate simu yangu. Afu, mbona uliniambia kwamba nisimwambie mtu yeyote? Hapa sasa hivi nakuona umetoka. Vipi ukikuona sasa? Sikia Mandinga. Ni kweli nilikwambia kwamba usimwambie mtu yeyote juu ya taarifa zangu na kuhusiana na mambo yaliyonikuta. Lakini ndugu yangu, tambua kwamba ukitaka kufanya jambo, usiwazi mabaya atakao kukuta. Na dawa ya changamoto ni kukabili changamoto. Siwezi nikaendelea kukaa ndani muda wote nimejifungia, afu simu yangu anayo tu huyo mwanamke. Kuna vitu natakiwa nifanye. Alafu mwenyewe hapo hiyo simu nataka nikiipata niondoke katika ile eneo. Kwa ndio maana nimetoka nikaifuatilia simu yangu, nikishaipata naondoka. Sasa fanya kitu kimoja. Nisaidie simu yako ili uko nakoenda ikifika nimpigie simu ili aweze kuniletea simu yangu ndugu yangu. Simu?
Bye, sawa. Nadhani nitakukuta nyumbani nikirudi. Sawa. Ndugu yangu, nimekuita. Kuna kitu naomba unisaidie. Najua kabisa wewe ni mshauri mkuu wa mdogo wangu. Kwa najua kabisa wewe ukimshauri anaweza kukusikiliza. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba sana umshauri arudi nyumbani. Maana watu wote wanajua kwamba Kizibo ameshafariki dunia. Kwa hiyo ndugu yangu, nakuomba unisaidie sana. Umshauri mdogo wangu arudi nyumbani. Alafu wewe sikiza nikwambie kitu kimoja. Unavyoniangalia mimi, unaniona kama vile sijitambui, eti sijielewi. Na wewe inaonekana somo ulilosomea kubwa sana. Ninakuomba. Ila kusema sasa, ujui hata nitumia mbinu kiasi gani toka kumwokoa ndugu yako. Lakini kitu kingine wanasema hivi, mkono mtupu wa ulambwi. Yaani shehe bila kanzu ni sawa na msikiti bila waumini. Unaisoma hiyo? Naomba unisamehe sana. Sijatoa shukrani. Mimi nilikuwa nahitaji sana unisaidie tu kumshauri mdogo wangu arudi nyumbani. Unajua bwana, unapokuwa na matatizo kidogo akili wao inachanganyika. Kwa hiyo naomba unisamehe, sijatoa ile shukrani. Kuhusu kurudi mdogo wako, hiyo kidogo ina changamoto. Labda nikueleze iko hivi. Wewe Kizibo huko mtaa mzima, si unaamini kwamba Kizibo inaita la jioni. Kwa cha msingi sasa, nenda huko mtaani, tuendelee kuambia watu kwamba Kizibo amekufa na mwili wake tuendelea kuutafuta. Mwili wake hujapatikana, tuendelee kuchanga lambi. Hizo lambi sasa hizo mnakuja kunipatia Mr. B positive hapa. Tunabadilishana. Ona nigea lambi, mimi nakugea Kizibo. Ili Kizibo endelee kukaa kwangu na usimwambie mtu kwamba Kizibo yupo mzima. Oho, mchezo utaharibika hapa. Hivi uone kama unaniingiza kwenye matatizo. Na je, watu wakijua kama ni mzima, uone kama itakuwa shida upande wangu? Wewe, sikiliza nikwambie. Mimi nilitumia akili nyingi sana. Yaani mimi kama Mr. B positive nilitumia nguvu nyingi sana kumnusuru ndugu yako. Na nikwambie kitu kimoja. Yaani unaogopa kujamba vitani aliyekuwa bomu alia pupu. Wewe mjika wewe. Kwenda zako huko. Yaani mimi nitumia nguvu zangu alafu wewe mwisho wa siku wetu uje ufaidike. Muda huo mimi sita. Alafu sikiliza nikwambie. Hapa Chabule hakuna. Chabule kaburi tu. Wewe mjika nini wewe? Baby, wewe unazidi kwenda hata tufiki. Ndio tumeshafika. Kwani shida nini? Au haraka ya nini? Siku zote mambo mazuri hayahitaji haraka. Sawa, nipatie jibu langu basi. Basi sawa. Siku zote mambo mazuri hayahitaji haraka. Kwanza na surprise yako. Mbona ufurahi? Surprise? Mimi ndo maana nakupendaga baby. Nafurahi kujana.
Leta mikono. Fumba macho. Macho tena. Eh. Nimeshakuletea mtu wako. Naomba pesa yangu. Acabou. Como que você aí, viu? O Kizibo! O me dá fome! O Kizibo! Kizibo! O me dá fome, o Kizibo! Eu que sei aí, viu? Que você já pagou uma cara. Foi aí que antes do que entrava. O Kizibo! Ukizibubura sinchakale basuzu ntakulushaje ntaka mshapanga mpango wangu kuma kibungira takumenda hapo mjinga huyo ntakusisia hivi nakunaona hivi Kizibo huku na mtaa huku karibu bado mwangalia tena Kizibo Kizibo mjinga Gente, huku naweza kuwa nikaenda mtaani kucha niende kama karibu. Mkani anifanyia mjinga mimi shapanga mipango niende kupiga vitu vyangu afu yeye ameenda kushika juu kasi. Mjinga huyu ndio kukambonesha. Inawezekana nipange mipango nikaweke vitu vyangu sawa. Afu yeye anaenda kukimbia. Kweli yani. Odi. Odi. Mwenyewe. Odi. Asante. Habari? Nzuri, shikamoo. Baba jambo. Sijambo. Samahani, Ashura nimemkuta. Ashura? Simfahamu na hapa hayupo. Mfahamu Ashura? Simfahamu. Mdogo wangu hebu kwa serious. Mfahamuje Ashura na wakati kanipigia simu kanielekeza kwamba yuko hapa ndio maana hadi mimi nimekuja hadi hapa. Kakangu atakuwa amekudanganya tu. Simfahamu nyo Ashura na wala hapa aishi. Sikia. Ni mdada sio mfupi, sio mrefu sana, ni sizi ya kati hivi, mweupe. Hebu naomba muite kama yupo ndani, samahani lakini. Kaka, nimeshakwambia simfahamu na hapa hayupo. Nitakuitiaje mtu ambaye hayupo hapa na simfahamu? Una uhakika? Basi, samahani.
Kwani huyo ni nani? Huyu ni Dila, ni yule aliyenisababisha matatizo. Matatizo? Na hapa alikuwa amefuata nini? Hapa itakuwa alifuata simu yake. Simu yake? Ulichukuaje? Alivyonisababisha matatizo, akakimbia akaacha simu. Na mimi hiyo simu nilishajilipa hivyo. Hasa kwa nini ulimpigia simu na ukamwambia kwamba upo hapa? Pigia simu? Yaani hapo itakuwa alikuwa na kurubuni ili useme kama mimi nipo ndani. Haya. Na usije ukasubutu. Unaonesha unanidanganya. Kitu ambacho ukijui. Nimetumia gharama kubwa sana hadi kumuoa yule mwanamke. Kingine, hakuna kitu ambacho nakithamini kwenye maisha yangu kama mke wangu. Alafu wewe umekuwa kichaka cha kumficha mwalifu wangu. Naomba uniambie, yuko wapi rafiki yako? Kiongozi, ni kweli rafiki yangu alikupo nyumbani kwangu, lakini hayupo sasa hivi.